Kabla tujaendelea na sehemu ya pili, usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili usipitwe na simulizi kali tunazokuletea kila siku. Ndani ya moyo wa Vero, vita vingine vilikuwa vikiendelea. Aliwaona wazazi wake maskini waliomlea Kigamboni, maisha mateso aliyoyapitia na tamaa ya haraka iliyompeleka kwa mchawi wa Kinondoni. Kisha aliwaza juu ya marafiki, upendo wa kweli na uhuru aliopoteza. Kwa mara ya kwanza, Vero alilia kwa sauti. Sitaki tena, sitaki mali hii, nataka kuwa huru hata kama nitakuwa maskini. Mara alipozungumza maneno hayo, mwanga mkali ulitoka angani, ukamulika mwili wa Vero. Chatu alilia kwa sauti ya maumivu, akijaribu kukwepa mwanga huo, lakini kila alipojaribu kusogea karibu, nguvu ile ile ilimchoma kama moto. Mganga alichukua fursa hiyo na kupiga mbiu kubwa ya tambiko. Mara moja, Chatu akaviringishwa na upepo mkali, akaburutwa kuelekea baharini, akipiga kelele kali za kuumiza. Hatimaye, alitoweka ndani ya mawimbi, akipiga ukoko wa mwisho. Vero, utakuja kwangu tena, damu yako ni yangu milele. Bahari ikatulia, upepo ukakoma. Vero alianguka chini, akilia kwa uchovu na furaha. Sia alimkumbatia kwa nguvu, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Kesho yake, Vero aliporudi Dar es Salaam, alikuta kila kitu chake kimeporomoka. Biashara zilifungwa, akaunti za benki zikakauka, magari yakakamatwa na benki. Nyumba yake ya kifahari ikawa tupu. Lakini kwa mara ya kwanza, Vero alihisi amani ya kweli. Alirudi Kigamboni, akaanza maisha mapya, akiuza dagaa sokoni, huku Sia akiwa naye bega kwa bega. Lakini kila mara alipochukua ndoto za usiku, mara nyingine alikuwa akisikia sauti ya Chatu ikimnong'oneza, siku moja utarudi kwangu Vero, siku moja. Miezi kadhaa ilipita tangu Vero kuvunja agano la Chatu kwa msaada wa mganga wa Bagamoyo. Alikuwa ameanza maisha mapya Kigamboni, akiuza dagaa na mboga sokoni. Ingawa maisha yalikuwa ya kawaida, moyoni alikuwa na amani zaidi kuliko enzi za mali nyingi. Lakini Chatu hakuwahi kumsahau. Kila mara kwenye ndoto, Vero alisikia sauti yake ikimwita. Vero, mali bado ni yako. Njoo uniangalie tena. Njoo urudi. Siku moja, mtu mgeni mwenye suti nyeusi alifika sokoni. Alimnunulia Vero bidhaa nyingi na kumwachia hela nyingi kuliko alizowahi kuona tena baada ya kuacha utajiri wake. Mgeni huyo alimnong'oneza, huo ni mwanzo tu. Ukikubali, mali yote itarudi, utakuwa zaidi ya kifalme. Lakini ni lazima urudi kulala na Chatu wako. Moyo wa Vero ulitetemeka. Alijua huyo hakuwa mtu wa kawaida, bali ni Chatu aliyebadilika sura. Vero alikaa usiku kucha akiwaza. Machozi yalitiririka usoni mwake, akiwaza maisha ya kifahari aliyoyapoteza. Lakini pia aliwaza usiku wa hofu, ndoto mbaya, na kifungo alichokuwa nacho mikononi mwa Chatu. Hatimaye, alisimama katikati ya nyumba yake ndogo ya udongo na kusema kwa sauti ya ujasiri, sitaki tena mali ya masharti. Bora niishi maskini nikiwa huru, kuliko tajiri nikiwa mfungwa wa pepo. Mara tu aliposema maneno hayo, upepo mkali ulivuma, taa ndogo ya chemli ikazimika kwa sekunde. Alipoangalia tena, mgeni mwenye suti alikuwa ametoweka, akiacha harufu ya ajabu hewani. Tangu siku hiyo, ndoto za Vero zilitulia. Sauti ya Chatu haikumsumbua tena. Ingawa maisha yake yalibaki kuwa ya kawaida, alipata upendo wa kweli kutoka kwa watu wa karibu na heshima ya kijiji kwa sababu ya ujasiri wake. Sia, rafiki yake, alimwambia, Vero, sasa umeonyesha mfano. Mali ya masharti haidumu, bali roho huru hudumu milele.
Vero alitabasamu kwa mara ya kwanza kwa dhati, macho yake yaking'aa kwa amani. Hapa ndo mwisho wa simulizi hii. Kama hujasubscribe, huu ndo wakati wako sasa. Hakikisha una subscribe na kunagusa alama ya kengele ili usipitwe na simulizi kali zijazo. Somo la hadithi. Tamaa ya mali ya haraka huja na masharti makubwa. Utajiri wa kweli ni ule usio na minyororo ya roho.